Wakurugenzi, on July 2nd, 1982, mzee mzima Larry Walters pale maeneo ya San Pedro, Los Angeles, California, alifanya the unthinkable. This guy alikuwa na dream ya kufly mbaya sana. Just a brief history on the guy. He was 33 years old at the time. This is on July 2nd, 1982. Na he was a retired vet. Alikuwa amepiga kazi pale US Army. I think alikuwa amepiga na vita kiasi Vietnam. Na alikuwa na this undying passion for aviation. Lakini unfortunately, because he had eye problems, angekubaliwa ndani ya cockpit. Hiyo inakuwa requirement. Huwezi ingia pale kama you're hard of hearing ama uko na eye problems nini. Any form of disability waga kwa cockpit noma. So hiyo dream yake ilikuwa inamsumbuaga sana. Alikuwa anashindwa mazee, itafika lini siku moja nijipate niko kwa mawingu, nafanya mambo yangu huko mazee. Then an idea hit him when he was 13 years old. The guy was born in 1949, so he was 13 in 1962. So in 1962, akiwa kwa class or something, akacheki kuna vitu wanaitaga weather balloons. Hizi weather balloons basically zinakuwa ni balloons ziko na helium ndani. Na sometimes weathermen wanazitumia kuzituma up huko into the stratosphere kuangalia tu mambo ya weather na nini. So alicheki a helium balloon ime fly ikakwama kwa ceiling. Akajiuliza mazee, this naive 13 year old. Hizi balloon nikizipanga mingi, afu nizishikanishe kwa kiti. Siwezi pepea. That was just a thought. In 1962, when the boy was only 13. 20 years later, the guy was 33. Having served in the military, alikuwa amesha come into contact na proper weather balloons wakati alikuwa anafanya kazi kwa military, and he knew exactly where to get them. So this fine afternoon on July 2nd, akakaa chini akajiambia, this is the day. This is the day. Akaenda akanunua 43 helium balloons. Akaenda akazifunga kwa lawn chair. Hizi maviti wanakaliaga pale nje ya keja wakati wanataka kutulia. Akafunga all 43. Akai-attach kwa hiyo lawn chair, na hiyo lawn chair akai-hook kwa jeep yake. Alikuwa na jeep flani. So kuna kamba imeenda kwa jeep, alafu yeye na kiti hapa na 43, anasema 43 balloons, helium balloons zimeatachiwa na kamba kwa seat. So of course before apige move kama hiyo lazima alert authorities. So ameenda amekaa kwa kiti vizuri, amejistrap vizuri na belt sawa, then anataka achukue radio call authorities awaambie, my guys, kuna experiment nataka nipige hapa, so mkiona mtu huko kwa mawingu don't panic, is me, all right? But before apige hiyo simu, ile kamba ambayo imeshikilia lawn chair na jeep ikakatika. Let me tell you, he shot up in the air. Lucky for him, alikuwa already asha distrap in. Hiyo kitu ilichangamka tekengori within no time. Alikuwa 16,000 feet. Do you know 16,000 feet? Hapo ndio mahali ndege waga zinatembelea. Like huko sasa, huko kwa Federal Airspace, huko ni noma. Huko unaweza kutana tu na airliner kikiwa tu round zake hapo. Mazee yako 16,000 feet. So alikuwa amejiami na kitu inaitwa pellet gun. So hii pellet gun, hii ndio ya kucontrol descent. Juu ikishapigwa iende 16,000, the only way you can go down is by shooting the balloons ziende zikitoa nini? Hiyo helium. So ukitoa hewa kwa balloons kadhaa, si unaanza kukua mzito, unaanza kurudi chini pole. So hiyo ndio alikuwa amejiami nayo na ka radio, ka walkie-talkie, okay? So mazee pap ameenda ako 16,000 feet mazee. Ni noma. Like ilikuwa noma mpaka kuna ma pilots walimuona. Imagine wewe ni pilot tu unapeleka maabiria, then unakutana tu na kimutu na balloons amekalia kiti ako kwa hewa na nyinyi. It's ridiculous, guys. So pilots wakaanza ku radio, wana call air traffic control, wanaambia, hey, I swear ita sound ni jaba, but walai kuna mtu ako kwa kiti na balloons huku kwa mawingu. Wasa wanashindwa ni nani huyo, who is that? Luckily wale watu wa ground walikuwa pia washa call, wakasema ni aje, kuna ka accident kama happen kidogo, one of us as we speak ako huko juu kwa mawingu, ameenda sana na kiti yake na balloons. Luckily pia yeye Walter alikuwa na ka radio flani hapo ka satellite, so akaweza ku reach authorities, akawaambia guys, makosa imefanyika. Nilikuwa na kakitu hapo mazee, nimekaa attach na jeep yangu, ni balloons na kiti, na nikakaa chini nikajistrap, but before hata niwapigie simu niwaambie nataka kujaribu kitu, ile kamba ilikatika. Sasa as we speak guys, niko 16,000 feet above sea level. So authorities wakakuwa dispatched haraka faster hapo, wakuje wajaribu kupima ni wapi hata ana land. So ameambiwa shuka, si uko na mechanism ya kushuka? Niko nayo. Ni nini? Pellet gun. Nataka ni shoot balloons nione kama nitashuka. Haya, anza hiyo kazi. Akapiga balloons risasi pap. So akaanza kudescend, but upepo huko inapiga kama kitu kingine. Akienda kushoot ingine ndio at least aongeza ka speed. Pellet gun ikapigwa na upepo. Boom. Hey.
When it rains, it pours. Lucky for this guy, alikuwa ameshoot enough balloons at least kuanza descent. Hiyo ndio kitu ilimsaidia. So he was not gaining altitude. On the contrary, alikuwa anaanza kushuka. Now, shetani ni mtu wa maajabu. Wakati unashuka kutoka kwa mawingu huko, uko na hundreds of square kilometers ya kuland. In fact, Mojave Desert haiko mbali sana na mahali huko. Anaweza tu enda anguke tu kwa desert katikati, mahali hakuna mtu. Yani, you have the whole area, the whole space for you to land with your equipment. But shetani ni nani? Alienda straight kwa power lines. So the guy anakuja anaangukia power lines. Wap, kumbe kuna kauzito hii kiti yake na hizi balloons iko nazo, power line ikasnap. Bahati haikumpiga stima. Bahati. So vile hii power line ilisnap, akashuka tena polepole pole, and after 45 minutes Larry Walters touched down somewhere in San Pedro, Los Angeles, California. Of course makarao walikuwa na yeye hapo kwa hapo. Juu ni nini hiyo unafanya? What are you doing? Wakamkimbiza ndani haraka fasta, wakamfungulia mashtaka, wakapata hana pilot's license. Ingekuwa ako nayo wange revoke. Wakamwambia sasa, sababu hatuwezi kunyang'anya license ya aviation juu hauna, tutakupiga fine ya $4,000. So $4,000 in 1982 was a lot of money. Kapigwa fine yake ya $4,000 na akaambiwa akae nyumbani na awache upumbavu. Yeah. So in 1982 Larry Walters alilive dream yake for 45 minutes.